Yes, mambo vipi mtazamaji wa One Vision TV? Karibu once again. Nashukuru sana kwa kuendelea kuwa mtazamaji wetu. This time around niko na Neisha Mago. Baba usijikosea, jina langu Afrika Mashariki hamna mtu ambaye analo. Ukisikia mtu anaitwa Neisha Mago, kachukua kwangu bro. Afrika Mashariki jina lako ni wewe? Neisha Mago baba, utalipa. Yaani search Google ulikuti. Ai. Neisha Mago. Yaani Neisha. Sijui unaelewa? Afu Mago. Okay. Hivi hapo hicho ulichoweka kwenye pua ni nini? Maana wenzako wanawekaga kipini. Wewe hicho ulichovaa mnakihitaji? Ni hivyo kipini. Ni kipini. Kwa nini unapenda kuvaa? Kwa upande wangu mimi mpenzi wangu kakipenda. Yaani yeye kaniletea yeye. Mume ukapenda unavaa kipi? Yaani yeye mwenyewe ndo kaniletea. Mimi nilikuwa sinaga hizo habari. Ila mwenyewe kaniambia bana baby, naomba nimekuletea zawadi kufungua, nikakuta kitu kama hichi. Sasa utafanyaje? Ndo mpenzi wako akuletea, unaweza kukataa? Ulifurahia? Yaani nilienjoy. Yaani kwamba kumbe ananijali, ananikumbuka. Hata kitu cha shilingi 100, 200 kumbe pia ananikumbuka, kwamba najua kabisa anakotembea kumbe yuko na mimi. Yaani nilijiamini. Hivi mapenzi ya huku Uswahilini huwa ni matamu sana? Mapenzi ya huku Uswahilini kwanza matamu. Yaani kiufupi huku watu tunaungana miguu ya kuku. Yaani huku kupika ugali wako kwanza unaenda sehemu moja hivi, kuna mama mmoja anauza pale miguu ya kuku. Unaweka sufuria zako hapo. Unasonga ugali wako, unaufunika pale, unaenda kujiegesha kwa yule mama muuza miguu ya kuku. Unakaa pembeni chwa. Ukikaa pembeni unasubiria mtu akusalimie. Naisha mambo, mimi poa, njoo nilia miguu ya kuku. Mbona anakuja mwenyewe ananilia miguu ya kuku? Yaani ugali nishausonga, nimesonga ugali afu sijui mboga, sijui unaelewa? Wewe unasonga ugali hujui mboga ziko wapi? Sijui, lakini napata na nakuwa na uhakika. Uswahilini tunaga uchoyo. Okay. Huku Uswahilini nasikia kupata mke hize sana. Yaani sana kupata hize, yaani hize kabisa, yaani sijui nisemaje ili unielewe. Rahisi yani. Kwa nini inakuwa kwamba mabinti wa huku wa rahisi sana? Yaani kiufupi huku sisi tulivyojiwekea. Ukitongoza dada, gharama yake sisi kumlisha. Yaani ukishajua kumlisha na vyakula vyenyewe sasa visiwe viwe pizza sijui nini, sijui unaita vidude gani hivyo, baga sijui. Hivyo sivijuagi, hivyo navisikiaga tu. Huku kwetu sisi ugali, mlenda pembeni, miguu ya kuku, vichwa nini, udabu utumbo. Ai. Mbona unaolewa mapema tu? Hivyo ndio vitu vyenu. Ndio vitu vyetu hivi. Mimi huwezi kunitoa hapa unaenda kunilisa sijui pizza, sijui mabaga, sijui nini, sijui uchafu gani, sijui. Huko utaki. Siwezi. Na madada Uswahilini ndio wazao, yani hamna mahari shinga. Huko mimi mwenzangu kwa mahali sijafikiria. Huko si bure tu. Bure. Ai, ukitongoza asubuhi jioni tunahamia na shuka zetu. Kweli? Alafu upo kwenye ndoa? Nipo kwenye ndoa ndio. Na mmeo unampenda? Yaani nampenda kuliko maisha yangu, yani kiufupi. Yaani mimi unampenda mmeo kuliko maisha yangu. Anakupenda vile vile? Ananipenda. Tena ananipenda haswa. Yaani kiufupi mume wangu mimi dunia nzima hajaona wanawake. Yaani akitembea naona wanaume wenzie tu. Ila akifika kwangu naona mimi ndo mwanamke. Kweli? Yaani sure. Ukitaka kumpikia chakula huwa unazingatia nini? Yaani kuzingatiaje mfano? Yaani ukitaka kumpikia chakula kitamu, yani mume wako, ni vitu gani unaanza? Kiufupi mume wangu nitakumpia chakula. Kwanza namsubiria arudi kazini. Akisharudi kazini namvalia ile kangamoko ya Zanzibar. Nikimvalia ile kangangue moko Zanzibar. Hapo nisharudi gengeni, hapo nishachukua vibamia vyangu hapo, vingogwe, vinyanya chungu, sijui nini, buge gani na ndimu zetu za mchina hizi wanaosemaga kwamba ukila wanaume zetu tunapunguza uzazi, wakati na balala wenyewe umetoka nayo iko tumboni, wajifanya uzazi wa mpango unapungua kwenye nani, ndimu za mchina hamna lolote. Mume wangu lijali hatari. Mbona kanzalisha watoto 10? Kweli? Ai. Na ndimu za mchina anakula mchana, asubuhi, jioni. Kwa umri huu watoto 10? Watoto 10 Mimi kila mwaka huu nalea, mwakani mimba, mwaka huu nalea, mwakani mimba. Sasa mkija kufikia miaka 40 mtakuwa na ukoo kabisa. Yaani sio ukoo tu. Hapa tulipo tayari tushatimiza timu ya mpira. Tunatafuta washangiliaji. Hatutaki kushangilia jirani mechi zetu. Unataka yenyewe ndio mshangilie. Yaani tushangilie. Yaani mechi zetu zikipigwa pale hatutaki jirani atokee. Anabaruzwa. Kwa sababu wenyewe tunajitosheleza. Tofauti ya mmeo na wanaume wengine ni? Usinifananishe vidudu vingine na mume wangu. Achana kabisa wewe. Kaka ukitaka uniuzi kuongelea habari za watu wengine. Anaga mfano kiufupi. Mume wangu mtamu vipi? Yaani nampenda, ananipenda. Yaani kiufupi. Asali yenyewe hajafikia kwa mume wangu ladha zake. Kweli? Yaani asali unaisikia sijui asali tamu sijui.
Kwa mume wangu imepita. Wallahi nakwambia. Kweli? Sure. Huko TikTok naonaga unabaluza kweli kweli. Kwa nguvu za kwake Kwa nguvu za mmeo. Mume wangu ambaye ndo meneja wangu. Kumbe zile content huwa yeye anakusaidia pia kuandika. Yeye ananisaidia kuandika pia, anasaidia kuposti pia kwenye peji yake pia na yeye na posti kwenye peji yangu, yani vitu kama hivyo. Ni vyema zaidi tukimpa pia maua yake bwana, aongereke sana mmeo. Mpeni maua yake aongeleke meneja wangu. Wewe TikTok unatumia jina gani? Naitwa Neisha Mago. Okay, ndio TikTok hiyo. Yeah. Neisha Mago, sio Neisha. Yani Kiswahili. Yani sitaki ile hata ukila ugali wako wenyewe na ngogwe zako umezitafuna chumvi pembeni, ukisema Neisha Mago unaitamka. Okay. So inaoresha sijazaliwa uzunguni. Neisha Mago basi natoka. Neisha Mago, sio Neisha Magu, ni Neisha Mago. Go. Okay. Neisha Mago. Utapata vitu vyangu adimu. Vile vishati tunavyovaga vya mmeo. Ananunulia yeye. Kwamba hizi hapa vya kazi. Vya kazi anaendaga Manzese kwa anaenda kuchukua vya 100 anavileta. Kuna siku alipata Zari alichukua vya 50 akaleta. Okay. Na kile kitambi ambacho unaigiza ni mmeo ndo ana kitambi afu unakuwa unaigiza kama yeye au inakuwaje? Ndio nachukuaga zile nguo zake pale. Naweka mwenyewe. Kitambi anacho mmeo? Cha kutosha tu kinanifaa peke yangu, kwa wengine hata kiwatoshi. Wengine anasemaga wanaume wenye vitambi hawawezi kaa. Sio kwa mume wangu wewe. Tena ondoa hilo swala. Mume wangu anaweza vepe. Hatari. Tena sitaki nimsifie sana watu wakumuibia. Kwanza hawawezi. Watajitongesha pesa siku wanakuja kwangu. Hawezi kukuibia mume. Hawawezi. Kweli? Yaani hawawezi. Una uhakika? Uhakika na 200%. Shoga zako anakusikia uje? Na wanisikie wajaribu. Namba zao si wanazijua. Hujawahi kuonaona lakini hamna ni aje shoga zako labda kwa mmeo wanajizungusha kibao tu, wengi tu. Na message ananionyesha, bwana baby wewe mtu fulani wewe hapa hivi shoga yako kaniambia hivi kuhusu wewe sijui nini. Achana naye, hawajibu wala nini, anawapotezea tu. Okay. Unaishi vizuri na majirani au ndio hivyo kuchambana kila kukicha? Mimi kuishi vizuri na majirani naishi. Ila kuishi kwangu, yani naishi. Yani mimi ukiishi na mimi. Yani mimi ni mtu mmoja mzuri sana, ila ukinikosea ni mtu mmoja, yani nina sumu kali vibaya mno, ila ukiniuzi. Ila mimi ni mtu mmoja peace sana bro, hajawahi kutokea. Sana. Ila ukiniuzi. I say. Hapo ndio utaona ubaya. Yani sijui Cobra, sijui nani, sijui mnyama gani unamsifia yani simba mwenyewe yani kwangu akai. Yani kwa ukali, yani ukiniuzi. Ila mimi ni mtu mmoja peace, vibafu ni mtu mmoja mbaya vibaya mno. Yani sana. Sasa hivi upo kwenye ndoa, una-enjoy mwenyewe. Mpe neno moja ex aliyewahi kukutesa huko nyuma ukaachana naye. Ex. Sijui nisemaje. Mwenzio una faidi hatari. Kwanza vitu vile unanipa, nilikuwa nakuvumilia tu. Una chochote, ushubwada mtupu. Kwanza kiufupi, bamia. Sijui umeelewa. Nikifanya vilikuwa vinatoka. Ila nilikuwa nakulinda tu. Sasa pale nimekuchoka. Tena nakuachia, nimekuchoka ex wangu. Mambo mti mkubwa huko. Kitu hicho msistimu unasubiri. Nafika naye mpaka kooni. Na enjoy hatari. Asante sana kwa time yako. Asante.